asifiwe. Mbinguni kuna Mungu. Amen. Jamani, mbinguni kuna ye Baba. Kuna Mungu mbinguni ambaye yeye anajua maisha ya watu wake wanaokaa katika dunia hii. Bwana sana. Amen. Hata wakati mwanadamu alipomkosea Mungu, lakini yeye hakumwacha, akasimama pamoja naye, na hivyo basi akamtuma mwanawe wa pekee kwa ajili yako na kwa ajili yako. Tuko hapa katika uwezo na katika mapenzi ya Mungu. Amen. Aliye juu mbinguni anatufahamu. Baba aliye juu mbinguni anatupenda. Baba aliye juu mbinguni anatujali. Mungu anajali maisha yako. Amen. Haleluya. Anajua kwamba wewe anakutayarishia mahali pazuri ambapo hapo hapatakuweko tena na mashaka, hakutakuweko tena na taabu, hakutakuweko tena na magonjwa, hakutakuweko tena na shida, hakutakuweko tena na kilio. Haya yote yataishia hapa hapa. Bwana anatutayarishia mahali pazuri. Bwana asifiwe. Mungu jamani wapendwa, Mungu anatufahamu, anatujua, anatutayarishia mahali pazuri, lakini Mungu wetu, neno hili linakuja kwetu kwamba tukaweze kuchukua nafasi hii, tukaweze kugeuka na tukaweze kumrudia Bwana. Tumrudie Mungu wetu, tumrudie Bwana wetu. Bwana aliye juu mbinguni ametushughulikia za kutosha. Kitu ambacho kimebaki tu ni wewe ukaweze kuchukua hatua na ukageuke na ukaweze kumrudia Mungu aliye juu mbinguni. Kufanya hivyo utakuwa wewe utaweka maisha yako yako salama mikononi mwa Bwana. Utakuwa hapa duniani ukifanya biashara, ukifanya shughuli zako zote, walioajiriwa, walio wanafanya kazi mbalimbali, lakini maisha yako ya salama, kwamba Bwana atakaporudi mara ya pili utakuwa pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Tuko hapa tunaendelea na business zetu, tunaendelea na biashara zetu, tunaendelea na kazi zetu, lakini tunamngojea mwana wa Adamu. Tunamngojea mwana wa Adamu. Yesu Kristo atarudi tena. Yesu Kristo atarudi tena. Mwana wa Mungu atarudi tena kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya roho hizi zote. Mungu aliye juu mbinguni anashughulika na atamrudisha tena mwanawe, ili kwamba akaweze kutuweka mahali pazuri ambapo hakutakuwepo tena na mashaka, basi tutakuwa salama mikononi mwa Mungu. Mwanadamu hajamuona Mungu, na hata Biblia inasema kwamba wakati huu kwamba mwanadamu atakapomwona Mungu maisha yake hayatakuwa vilivyo, kwamba yeye hataweza kusimama katika uwepo wa Mungu. Lakini wakati unakuja ambapo mwanadamu atakuwa akitembea pamoja na Mungu wake. Mwanadamu atakuwa akitembea na Mungu. Mungu aliye juu mbinguni ataweza kutembea pamoja na mwanadamu. Mambo yataenda kubadilika, mambo yatabadilika. Mungu kutubadilishia kwa sababu yeye anatutayarishia, kwa sababu anatupenda na kwa sababu anatujali sana. Amen. Haleluya. Amen. Leo niko mahali hapa nikitangaza habari njema za ufalme wa Mungu, kwamba Bwana anakupenda, na kwamba wale ambao unasikia sauti yangu jioni ya leo, ninaendelea kuwakaribisha kama mpendwa alivyosimama kukaribisha watu mahali hapa. Amen. Pia nami nasimama kukaribisha, ninawakaribisha wote, ninawakaribisha watu wote, wakina mama, wakina baba, vijana, watoto wadogo. Mungu ninawakaribisha kwa sababu Bwana anawapenda. Amen. Usiogope mahali ulipo. Mahali ulipo ukiwa unasikia sauti yangu, usiogope. Chukua ujumbe huu na uweze kumweleza mwingine, muambie mwenzako kwamba kuna watu wa Mungu ambao wametoka sehemu za mbali na wamekuja hapa kwa ajili yetu. Lengo lao tu ni habari njema za ufalme wa Mungu. Amen. Ni habari njema za ufalme wa Mungu. Kwamba sote tunapale kumrudia Bwana. Tunapomjua Mungu, basi tutakuwa salama mikononi mwa Bwana. Amen. 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 Kwa salama mikononi mwa Mungu, tutakuwa tunamngojea Bwana. Hili ndilo kusudi kubwa la Injili. Hili ndilo kusudi kubwa la Injili, kwamba watu wakapata kugeuka na wakaweza kumrudia Mungu wao, kwa sababu Bwana anawapenda. Bwana anatushughulikia. Bwana anatujali. Anapenda watoto wadogo, anapenda vijana, anapenda wakina mama, anapenda wakina baba. Bwana anawapenda watu wote. Mungu anawapenda. Mungu
wetu hana upendeleo. Mungu wetu hana upendeleo. Yeye ni Mungu ambaye anawajali na kuwapenda watu wote, na yeye huweza kumsaidia yeyote yule atakayehitaji msaada kutokana kwake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wetu ni Mungu ambaye anasaidia yeyote yule ambaye anahitaji msaada kutokana kwake. Bwana aliye juu mbinguni anamsaidia. Sote tunahitaji msaada. Sote tunahitaji msaada kutoka kwa Mungu, kwa sababu tumeumbwa katika ukamilifu, lakini tukaanguka katika dhambi. Mwanadamu ana udhaifu na hivyo anahitaji msaada. Mwanadamu anahitaji msaada. Wewe unahitaji msaada, mimi nahitaji msaada. Hivyo basi tukiwa ndani ya Mungu, Mungu wetu atatusaidia na atatuinua maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi ni jioni njema ambayo Mungu amependa kutuajalia. Acha tulisome maandiko alafu tukaweze kumaliza. Amen. Basi tutasoma kitabu cha Mathayo 8:17. Neno la Mungu linasema, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Nitarudia, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inaongea kuhusu mambo mawili. Inataja kuhusu mambo mawili. La kwanza ni udhaifu, la pili ni kuhusu magonjwa. Bwana asifiwe. Amen. Na anasema kwamba ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya, mtumishi wa Mungu aliyenena maneno haya miaka 2000 iliyopita. Ili litimie hilo neno, Biblia inasema kwamba basi huyo aliweza kuchukua udhaifu wetu wote, tena akaweza kufanya nini? Akachukua magonjwa yetu yote. Amen. Aliweza kuyachukua. Na haya yote ndiyo ya ukamilifu wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwamba mwanadamu amejaa udhaifu, na kwa ajili ya huo udhaifu Biblia inasema kwamba mwanadamu anakosa amani kabisa. Mwanadamu akiwa na udhaifu anakosa amani, anamhitaji Mungu, anamhitaji Yesu, anamhitaji mwana wa Mungu wa pekee. Na katika hali hii ndivyo ilivyotendeka katika neno hili, kwamba aliweza kuyachukua. Alichukua magonjwa yote, akachukua na udhaifu wote, ili mwanadamu akamilike, awe na furaha ambayo itaweza kumpendeza Mungu aliye juu mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu linaendelea kusema hivi kwamba alichukua udhaifu wetu. Na kwanza, udhaifu wa kwanza ambao unaendelea kutatiza watu ni kwamba kuna ndoto mbaya. Mwanadamu anaweza kala vizuri, mwanadamu anaweza kala vizuri, mwanadamu anaweza kasafiri kwa ndege, anaweza kasafiri akaenda mbali, lakini wakati anapolala, basi anapopatikana akiwa anaota ndoto mbaya, ndoto humfanya mtu akakosa usingizi. Ndoto mbaya za kutisha kumfanya mwanadamu anakosa usingizi kabisa. Huo ni udhaifu. Haleluya. Amen. Ni udhaifu. Huo ni udhaifu, kwa sababu amekula vizuri. Mwanadamu amekula vizuri, anatembea vizuri, amevaa vizuri, lakini wakati anapokuwa amelala, anajiwa na ndoto mbaya za kumtisha usiku kucha, anakosa usingizi. Wakati anapoamka anatembea, lakini hana ujasiri wowote, kwa sababu ameteseka usiku kucha. Mungu anaitwa ni udhaifu. Amen. Yesu alikuja kuondoa huu, ili kwamba watu wasikosa amani, watu wasiweze kukosa amani wakati wa usingizi. Mungu aondoe kwamba kuna roho chafu ambazo huvamia watu kuwatesa wakati wa usiku. Lakini mtu anapomgeukia Yesu, mtu anapomwamini mwana wa Mungu, Yesu mwanadamu anapomgeukia Mungu aishe milele, nitakuambia kwamba hali hiyo yote Mungu anaiondoa. Roho za uvamizi hazitakuweko tena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Roho hiyo dhaifu huwe na
tu ya kutumwa tu kwa watu. Naweza kutumwa kwa mtoto mdogo, inaweza kutumwa kwa mtoto mdogo. Nimeshuhudia na kuelezewa kwamba watoto na usiku wanaweza kuwa wamelala wakalipuka na usiku waanza kupiga makelele na kutoka nje mbio, wanakosa usingizi. Watoto hata vijana pia wanaweza kulipuka na usiku piga kelele wakatoka mbio wakaenda nje. Ni kwa sababu kuna roho za uvamizi. Yesu alikuja kuondoa udhaifu huo. Watu ambao wanateseka wakombolewe, wafunguliwe, wawe huru ili wakaweze kutumika, wakaweze kuwa wazuri, wawe na amani katika nyumba zao, wawe na amani katika maisha yao, ili wakaweze kukombolewa, wawe na furaha. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimetaja kuhusu udhaifu. Natakwambia kwamba udhaifu wa kwanza ndio huo, kwamba watu wakiwa katika usingizi kunakuwa na uvamizi, kunakuwa na shida, watu wanakosa usingizi, watu wanakosa amani kabisa. Watu wakombolewe, wakombolewe, vijana wakombolewe, wakina mama wakombolewe, wakina baba wakombolewe, wawe huru kabisa katika jina la Yesu. Amen. Jioni ya leo nikiwa niko mahali hapa, watu wanapoisikia sauti hii na wanapochukua hatua ya kusema kwamba nimeteseka muda wa siku nyingi, leo ninataka niache, leo nataka niache hapa, ninakwambia chukua hatua na ukapate kuja hapa. Bwana atakupata kukomboa. Atakufungua. Niko hapa kwa ajili yako, ambaye Bwana amepata kunituma ili kwamba nikaweze kuyanena maneno haya, watu wa Mungu wakapata kukombolewa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Roho za masikini zimetesa watu. Watu wamekuwa na mashaka, watu wamekuwa na tabu, hata wamekosa kuweza kuwafundisha watoto wao shuleni kwa sababu ya roho ya masikini. Wao wamefanikiwa, watoto wamesema vizuri, watoto wamefanikiwa, lakini kunakosekana fedha. Roho ya masikini inatesa watu. Roho ya masikini imetesa watu. Watoto wanashangaa, kwani kunaendelea nini? Kwani mashaka haya yanatoka wapi? Mpaka lini tutaendelea kwa namna hii katika nyumba yetu? Mbona kuna wengine wako namna ile? Ni kwamba kuna roho ya uvamizi ya umasikini. Amen. Wakombolewe jamani. Amen. Watoto wakombolewe. Amen. Wazee wakombolewe. Vijana wakombolewe. Wengine wanabahatika hata kuajiriwa kabisa, wanafanya kazi lakini hawajui pesa zao zinaenda wapi. Amen. Si kwamba ni kwamba wao wanatumia pesa vibaya. Kuna roho za uvamizi ambazo zinamaliza mali zao. Amen. Hili nawaambia kwamba mtu anapochukua hatua na kumrudia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, anaenda kufunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Tapata hata kule shuleni watoto wakiwa na shida, wakati wakiwa wanasoma, utawapata wakiwa wanateseka, wengine wanaacha masomo, wanasema sitasoma kabisa. Ni kwa sababu ya udhaifu ambao uko pale. Wanakataa masomo. Roho ya udhaifu inapowavamia watoto, hata elimu pia nao wanakataa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Roho ya udhaifu inapowapagaa, basi hata masomo inawakataa. Masomo wanakataa. Lakini hapa kuna Simba wa Yuda. Kuna Simba wa Yuda. Amen. Yuko hapa kukomboa hata watoto. Amen. Wakombolewe, ili wewe mzazi, ili wewe mama, ili wewe baba unayeng'ang'ana kuweza kuchukua mali zako zote kuziwekeza kwa yule mtoto, akombolewe na afunguliwe, ili aweze kufanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Acha mtoto wako akaweze kurudi kwa Bwana. Amen. Mtoto wako achilia mtoto wako aje kwa Yesu. Achilia yule kijana, achilia yule mama, achilia yule, wote waachiliwe ili kwamba wakaweze kukombolewa katika jina la Yesu. Amen. Huu ndio udhaifu mwingi ambao mwanadamu amekuwa nao siku nyingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu lazima wakombolewe na wamtumikie Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kunazo roho ambazo hizo hutoka kule baharini kuwafanya hata wamama
kuwafanya wamama wanakosa watoto. Kuna wamama ambao wanakosa watoto, maneno mengi yananenwa juu yao, lakini wanakosa watoto. Si kwamba wao ni wagonjwa, la hasha. Kuna uvamizi ambao unaendelea. Wamama wanaitwa tasa, wanabadilishwa. Kama yeye alikuwa anaitwa Kate, anabadilishwa, yeye anaitwa tasa, jina lake linabadilishwa. Mumemwona yule anafukuzwa, anaonekana yeye si muhimu kabisa katika jamii. Ni roho ambazo ni za udhaifu, ambazo zimetumwa kuepisha watu wa Mungu. Hata kuambia kwamba Mungu aliye juu mbinguni, kuna Mungu mbinguni ambaye huregesha. Mungu huondoa roho hiyo na kuwafanya wengine wakaweze kupokea nguvu za Mungu, ili roho ile ikaweze kuwatoka na wakaweze kufunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimekutana na mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa tasa, ambaye amekuwa anaitwa tesa, amebadilishwa kabisa. Lakini jinsi vile alivyokuwa akiitwa, lakini moyoni mwake yeye alikuwa anasema kwamba mimi si tasa. Siku moja tuwakutana naye katika mkutano wa Injili, na yeye akakubali, akasema kwamba mimi si tasa, nataka nimrudie Bwana akaweze kunitendea mema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wa mbinguni, kwa sababu ni Mungu, na kwa sababu yeye alikuwa amekataa kuitwa tasa, na kwa sababu yeye ni mwanadamu kama wanadamu wengine, ni wanawake, ni mwanamke kama wanawake wengine, yeye akasimama pamoja na Bwana. Roho wa Mungu akashuka pamoja na akashuka juu yake, nguvu za Bwana zikawa juu yake, akaweza kupokea nguvu, na Bwana akapenda kumwajalia, akamfungua, na yeye akambadilisha, akampa mtoto. Amen. Roho ya utasa ikatoweka. Roho ile ya uvamizi wa tasa ikatoweka, ikafujika. Haya ndio pale ya udhaifu ambayo Yesu aliweza kuyachukua ili watu wa Mungu wasiweze kuteseka. Watu wa Mungu wanateseka. Kuna mambo mengi ambayo yamezuka katika nyakati hizi. Watu wanateseka jamani. Watu wanateseka. Watu wamefamiwa na mapepo ya udhaifu. Watu wanakosa amani kabisa. Lakini Mungu aliye juu mbinguni ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa upendo, ni Mungu ambaye anapenda watu, ni Mungu ambaye anajali. Anakuita wewe, ananiita mimi, anamuita yule mama, anamuita yule kijana, anamuita yule baba, anamuita yule mtoto. Wote Bwana anawahitaji katika ufalme wake. Amen. Mungu wetu hana upendeleo. Amen. Bwana anawapenda wote. Njoo kwa Yesu Kristo. Njoo kwa Yesu Kristo jamani. Njoo kwa Yesu Kristo. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ana uzima wa milele. Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye huleta amani katika maisha ya wanadamu. Huondoa udhaifu wote, watu hupata uzima kutokana kwake. Amen. Amen. Kuna kiumbe kimoja ambacho hakiwezi kumhurumia mwanadamu. Tunakijua vizuri, ndio tumekwenda kukitaja siku zote, kwamba shetani hana huruma na mwanadamu. Yeye siku zote hupenda kumwonea mwanadamu. Lakini tunaye mmoja mbinguni, tunaye Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye yeye anawahurumia wanadamu siku zote. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anatuhurumia. Yesu anatuhurumia. Hata tukiwa tunatembea tukiwa hapa duniani, lakini Yesu anatuhurumia. Ukiweko na roho za uvamizi, Yesu anatuhurumia. Anatamani kwamba uweze kuja kwake, na Yesu wa mbinguni akukomboe na ufunguliwe katika jina la Yesu. Amen. Kuna roho za magonjwa. Biblia imesema kwamba Bwana aliweza kuchukua magonjwa katika nyakati hizi za mwisho. Tunaishi katika nyakati za mwisho wapendwa. Na katika nyakati hizi za mwisho kuna magonjwa ambayo yamezuka. Magonjwa haya yametesa watu. Magonjwa haya yamekula pesa za watu. Wangekuwa matajiri, lakini kwa sababu ya magonjwa ambayo yamezuka katika nyakati hizi, yamekula mali za watu. Watu wanateseka. Ikiwa wewe ni mzima, lakini mtu wako wa karibu anatatizika. Mali zako zote zinatoka. Watu wanakuwa na michango hapa na pale, mali zao zote zinaenda, wanarudi kwa masikini. Ni kwa sababu shetani katika nyakati hizi za mwisho hana haja na kuboresha maisha ya mwanadamu. Shetani angependa aone mwanadamu akiteseka, lakini tunaye Mungu aliye juu mbinguni, tunaye Baba aliye juu mbinguni, ambaye amesimama kwa ajili ya mwanadamu, kwamba
yeye hataruhusu mambo kama haya yakapele kuendelea, ataweza kuyamaliza, atayamaliza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Magonjwa ambayo yamezuka, magonjwa ambayo hayana tiba kabisa, watu wamesonga, watu wameenda kutafuta msaada kule hospitalini, wamepimwa ili wakaweze kubadilishwa magonjwa yao ambayo yanawatesa. Hakuna, watu wanaendelea kuteseka, pesa zao zinaishia huko siku baada ya nyingine. Nataka kwamba Yesu alikuja kuyachukua kwa kupigwa kwake huyu mwana wa Mungu, akayabeba yote, magonjwa yote, udhaifu wote, hakuna yale ambayo aliweza kuacha, akiweza kuyachukua yote. Afunguliwa, watu wa Mungu wakombolewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kupigwa kwake tumepata kupona. Amen. Kwa kupigwa kwake tumefunguliwa. Kwa kupigwa kwake tumepona. Kwamba kunakozuka mmoja anapokuwa amevamiwa na magonjwa yanamtesa, wanapomleta kwa Yesu Kristo, Yesu anamaliza. Yesu anamaliza. Yesu humaliza. Yesu huondoa. Yesu ndiye jibu. Nakwambia kwamba jibu lako liko hapa katika neno la Bwana. Amen. Jibu lako liko mahali hapa katika neno la Bwana. Njoo kwa Yesu Kristo. Yesu atayamaliza haya yote. Atayamaliza haya yote. Jibu lako liko mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niwashuhudie mambo ambayo yametendeka, kwamba nilikutana na watu kwa sababu mimi nimekuwa nikifanya mikutano ya Injili, na mikutano hii ya Injili ambayo nimekuwa nayo hapa, kuna watu wachache sana ambao wananisikiliza, lakini nimekuwa na mikutano mingi na watu huwa wanakuja katika mikutano yangu, na katika mikutano yangu watu wanapokuja ninawahubiria, alafu baadaye ninawaombea. Bwana sana. Amen. Vile Bwana alivyoniambia. Amen. Na nilikutana siku moja, na nilikuwa na mkutano wa Injili, na nilikutana na mwanamke mmoja ambaye yeye alikuwa amepewa na mapepo, alikuwa ni mwenda wazimu. Basi huyu mama alikuwa ameteseka, alikuwa ameteseka kwa muda wa siku nyingi sana, lakini kuteseka kwake kwamba familia haikumwacha, walimshughulikia sana, wakaenda hospitalini, wakapata yale madawa ya kumfanya aweze kulala, lakini haikuweza kumsaidia. Amen. Mama ameteseka. Amen. Mama ameteseka. Mama ameteseka sana, mwenda wazimu. Yenda akabadilishwa kabisa. Mungu amempatia kizazi kizuri, Mungu amempatia wavulana, Mungu amempatia wasichana, watoto wazuri, lakini mama ni mwenda wazimu. Amen. Lakini siku moja nilikuwa katika mkutano huu wa Injili. Mama akaletwa katika mkutano. Mama akaletwa katika ule mkutano kwa sababu alikuwa amevamiwa na mapepo. Akaletwa katika ule mkutano. Na tukamwita Mungu. Mungu alinipatia huduma hii. Mungu alinipatia kazi hii. Akaniambia kwamba wahubiri watu wangu, tena watayarishe kwa ajili ya safari ya mbinguni. Tena waambie haya kwamba nitakapowaombea kwamba nitawaponya. Anayeponya ni Mungu. Kwamba Mungu amepata kuniahidi kwamba Mungu mwenyewe atawaponya watu wake. Amen. Bwana sasa. Amen. Basi huyu mama akaletwa katika ule mkutano. Tukamwomba Mungu. Tukamwambia Bwana, shida hii haitokani na kwako. Na tukamwambia Bwana afungue. Tukaomba katika jina la Yesu. Uwezo wa Bwana ukashuka. Uwezo wa Mungu uliposhuka juu yake, yule mama akafunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Yule ambaye alikuwa mwenda wazimu amefungwa cheni, Mungu akamfungua, Mungu akamtia nguvu, akamfungua, akambadilisha na akampatia biashara ya kuuza nyanya. Bwana asifiwe. Amen. Yeye pia naye akawa yuko barabarani. Yeye pia naye yuko barabarani na yeye akiwa na ndoo, akiwa imejaa nyanya na vitu vingine akiuza. Yule mwenda wazimu. Amen. Mwenda wazimu. Yule alikuwa amesuiliwa, yule ambaye alikuwa amekaa, Bwana akamfungua, Bwana akamponya, akampa biashara, akawakitembea bila nyumba, amekuwa safi kabisa. Amen. Atakubalika tena katika jamii yao. Amen. Kwa sababu gani? Mungu anapenda watu wake,
na yeye ni Mungu ambaye hana upendeleo. Amen. Amen. Wale ambao wameteseka, wale ambao wamepika, watu ambao wamegeuzwa majina yao kabisa, watu wanapewa majina kabisa, ninawaambia kwamba leo hiyo siku ambayo Mungu amependa kuiandaa na kuitayarisha ili kwamba majina hayo yakome na watu hao wafunguliwe. Njoo kwa Bwana Yesu. Amen. Njoo kwa Mungu wetu. Amen. Mungu ninayemhubiri ni Mungu ambaye yuko hai, ni Mungu ambaye anajua maisha ya watu wake. Mungu anajua, anakufahamu vizuri sana. Mungu hangependa aone kwamba unaepika kama wale ambao wanaepika kule baharini. Bwana asifiwe. Amen. Unajua shetani alijaribu kule mbinguni kupindua serikali. Aibu iliyompata hata yeye ameshangaa. Amen. Na hata ameshangaa na anaendelea kushangaa mpaka leo. Alijaribu kule mbinguni lakini akapigwa vizuri sana. Amen. Na akatupwa kule kuzimu. Akapatikana na aibu. Mpaka leo anashangaa aibu hiyo ambayo imempata, anateseka. Lakini yeye hana haja, angependa kwamba watu pia na wateseke kama vile ambavyo yeye pia anateseka. Amen. Hatutateseka. Amen. Hatutateseka. Amen. Tulimpata Yesu. Kama tulimpata Yesu. Amen. Mungu, simba wa Yuda, hatutateseka. Amen. Tugeuke na tumrudie Bwana. Amen. Magonjwa na udhaifu wote Bwana niweze kuyachukua. Amen. Ili tukombolewe katika wewe kumrudia Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati huu nataka niwaambie kwamba ni wakati wa kugeuka. Ni wakati wa kugeuka na kuweza kumrudia Bwana. Huu ndio wakati wa kuokoka. Sio siku nyingine, lakini hii siku ndio hii ya leo. Kwamba Bwana anakuita na siku nyingi amekuwa kutafuta. Umekosa amani wewe. Wewe umekosa amani. Mama umekosa amani. Baba umekosa amani. Kijana umekosa amani. Hata mtoto pia amekosa amani. Lakini Bwana anakuita. Mungu wetu anakuita. Anakuambia kwamba leo ndio siku ambayo Mungu ametayarisha kwa ajili yako. Njoo uweze kumpokea Yesu Kristo. Amen. Bwana sasa. Amen. Njoo uweze kumpokea Yesu Kristo. Sio siku nyingine. Usiseme kwamba siku nyingine nitaweza kuchukua hatua hiyo. Leo hii ndio siku. Leo ndio siku. Hatuyajui yatakayofanyika kesho. Yatakayofanyika kesho hatuyajui. Amen. Mungu ndiye ambaye anajua. Unaposema habari za kesho, lakini anayejua mambo ya kesho ni Mungu, wewe hujui. Amen. Hujui kama kesho utakuweko. Ni Mungu ndiye ambaye anajua. Chukua hatua hiyo na umrudie Bwana. Amen. Bwana sasa. Amen. Chukua hatua, umrudie Bwana. Chukua hatua, ukaweze kumrudia Kristo. Bwana anakuita. Mtoto unaitwa na Bwana. Mungu anapenda watoto. Mwanzo amesema kwamba waacheni hawa watoto wadogo hawa waje kwangu, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana anapenda watoto. Jamani, watoto wanahitajika kwa Bwana. Amen. Tuweze kuwazuia watoto kwenda katika nyumba ya Mungu. Watoto ni watoto wa Bwana. Tuwape nafasi wakaweze kumsifu Mungu wao. Amen. Bwana sasa. Amen. Vijana wana nguvu. Bwana anahitaji vijana. Mungu anahitaji kijana. Anakuhitaji wewe. Bwana anasema kwamba vijana wana nguvu na Mungu anahitaji vijana. Mungu si kwamba anahitaji wakina mama. Bwana anahitaji vijana. Vijana, tukisema vijana, wasichana na wavulana. Bwana anawahitaji. Wana nguvu na Mungu anawahitaji ili wakaweze kumtumikia. Amen. Amen. Ndio kwa Yesu Kristo. Yesu huyu tunayemhubiri hapa ni Yesu ambaye ni mzuri sana. Yesu ambaye anatupenda, Yesu ambaye anatuhurumia, aliweza kutoa maisha yake kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Yesu anakupenda. Njoo kwa Bwana Yesu, njoo kwa huyu Yesu Kristo, mkubali huyu Yesu, kata kauli ukaweze kumrudia Bwana. Mungu wako anakupenda, anakushughulikia sana, mchana na usiku anakushughulikia. Njoo kwa Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Bwana sasa. Amen. Bwana anapenda wakina mama. Wewe mama ambaye unasikia sauti yangu, Mungu aliye mbinguni, siku nyingi amekuwa akinena na wewe. Siku nyingi amekuwa akinena na wewe. Siku nyingi amekuwa akiweza kunena na wewe. Siku ndio hii ya leo. Mungu amekuwa akinena na wewe. kwa sauti ile ya upole, kwamba ukaweze kumrudia Bwana. Nataka uambie kwamba
chukua hatua ukaweze kumrudia Bwana. Amen. Chukua hatua ewe mama. Mama, chukua hatua umrudie. Mrudie Muumba wako. Biblia inasema kwamba anawaheshimu wale watu kwa sababu walimjua Bwana tangu mwanzo. Amen. Mungu anakupenda wewe mama, chukua hatua umrudie Bwana. Jinsi vile ulivyo unapendeza mbele za Bwana. Amen. Wewe mama, jinsi vile ulivyo unapendeza. Hakuna mama yeyote ambaye ni mbaya mbele za Mungu. Wote wanapendeza mbele za Bwana kwa sababu wa mama hawa ndio ambao wanaleta viumbe hapa duniani. Bwana anawapenda sana. Amen. Chukua hatua ugeuke na kumrudia Mungu wako. Amen. Mrudie Muumba wako aliyekuumba na kuleta hapa duniani. Bwana anakupenda. Mrudie Muumba wako. Bwana yuko hapa. Bwana yuko hapa. Chukua hatua na ukafanya hivyo. Bwana pesa. Amen. Kuna wakina baba wanasikia sauti yangu mahali walipo. Ile nakuambia kwamba wewe ndiwe ambaye uliumba kwanza hapa duniani. Kabla mwanamke kuumbwa, wewe ndiwe ambaye ulikwenda kuumbwa. Wewe ndiwe kichwa. Mungu anakuheshimu. Amen. Haleluya. Amen. Mwanamume, Mungu anakuheshimu sana. Uliumbwa kwanza na Bwana anakuheshimu sana. Amen. Mwanamke kuumbwa hapa duniani, wewe ulikuweko tayari. Amen. Mungu anakuheshimu wewe mwanamume. Chukua hatua na ukawezi kumgeukia Mungu aliyekuumba. Chukua hatua umgeukie Baba kwa sababu wakati umefika wa kumrudia Bwana. Amen. Bwana pesa. Amen. Usikae tu hapa duniani pasipo kumjua Mungu. Ni hasara kubwa sana. Mungu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji. Rudi kwa Bwana Yesu. Rudi kwa Mungu wako, Muumba wako. Yeye anayo mazuri na mema ambayo ametayarisha kwa ajili yako. Amen. Kwa wakati huu nataka niwaambie kwamba Mungu anatayarisha maisha, anakutayarisha vizuri ili kwamba wewe usiweze kuepika. Hana haja na kuona mwanadamu aliyemuumba kwa kupiga mfano wake akapate kuepika. Amen. Hutaepika. Amen. Jamani, hutaepika. Amen. Hutaepika. Wewe baba hutaepika. Kijana hutaepika. Amen. Watoto hawataepika. Amen. Naye mmoja ambaye yeye amekufa kwa ajili yetu. Ametushughulikia kwa ajili haya yote. Hatutaepika. Kama shetani alisema kwamba wataepika, hatutaepika. Amen. Amen. Hatutaepika wapendwa. Tumempata Mwokozi. Tumempata Bwana. Leo hii kata kauli. Leo hii badilisha. Leo hii geuka. Leo hii mrudie Bwana. Uone uzuri wa Mungu. Uone upendo wa Mungu. Bwana anakupenda. Bwana anakupenda. Na wakati huu ninataka kuchukua nafasi hii. Nataka kutoa nafasi hii kwa kila mmoja yule ambaye anasikia sauti yangu na yuko tayari kabisa kumrudia Bwana akaweze kusonga mahali hapa. Tumalize mkutano pamoja. Mungu wetu aliye juu mbinguni akutendee mema. Wewe unasikia sauti yangu, ninataka kusema kwamba mahali ulipo, chukua hatua na uweze kuja hapa, usonge hapa, tumalize mkutano pamoja. Bwana ana haja na wewe. Songa hapa karibu, songa hapa karibu, uweze kumpokea Yesu Kristo. Wewe ambaye hujakujua Yesu, wewe ambaye hujakupokea Yesu, nafasi ndio hiyo. Njoo hapa karibu, tukaweze kuomba pamoja. Na wewe ambaye shetani amekupiga siku nyingi, shetani amependa kuepisha siku nyingi, umekuwa na mashaka, shetani amekukalia, umekuwa na mashaka, umekuwa na tabu, umekuwa mgonjwa, umekuwa na shida mbalimbali. Yesu alichukua udhaifu wote na atachukua magonjwa yote. Yesu atakuponya.